Talanta za Zeysha. Karibu kwenye simulizi zinazosimuliwa na Zeysha. Kila taifa lina hadithi za mashujaa, na leo tunasafiri kwenye nyayo za mmoja aliyegeuza ndoto kuwa historia. Kwa jasho lake ndoto zikachanua, kwa miguu yake historia ikaandikwa, na huyu ni Mbwana Ali Samata. Mbwana Ali Samata alizaliwa Disemba 23, 1992. Mbwana Samata ni mdengereko kutoka Kibiti kwa kabila. Katika maisha ya imani ni Muislamu. Ni mchezaji wa mpira wa miguu wa Tanzania katika klabu ya Fenerbahce nchini Uturuki. Mbwana ni nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Samata alianza kucheza soka la kulipwa katika klabu ya Africa Lyon FC mwaka 2008 nchini Tanzania. Alisajiliwa na klabu ya Simba mwaka 2010 ambapo alicheza katika nusu msimu tu kabla ya kujiunga na klabu ya TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alicheza kwa miaka 5 ndani ya TP Mazembe na kujijengea nafasi katika kikosi cha kwanza cha klabu hiyo. Mwaka 2015 alishinda taji la mchezaji bora wa mwaka wa Afrika na kumaliza msimu akiwa mfungaji bora wa mashindano ya klabu bingwa Afrika, ligi ya mabingwa Afrika, na kusaidia klabu yake kushinda taji hilo. Samata alijiunga na klabu ya KRC Genk ya nchini Ubelgiji mnamo Januari 2016. Alisaidia kufuzu michuano ya Ulaya maarufu kama Europa League na kushinda taji la ligi ya Ubelgiji mwaka 2019. Alimaliza msimu akiwa mfungaji bora wa ligi hiyo, akishinda tuzo za mchezaji bora wa ligi ya Ubelgiji. Mnamo Januari mwaka 2020, Samata alisajiliwa na klabu ya Aston Villa ya nchini Uingereza na kuwa mchezaji wa kwanza kutoka nchini Tanzania kucheza na kufunga goli ligi kuu ya nchini Uingereza. Samata alikuwa mchezaji muhimu wa TP Mazembe walioshinda taji la klabu bingwa Afrika mwaka 2015, Cup Champion League, akifunga jumla ya magoli 7 na kumaliza akiwa mfungaji bora. Mnamo Januari 2016 aliposhinda tuzo ya mchezaji bora wa Afrika, aliweka rekodi ya kuwa mchezaji bora wa kwanza kutokea Afrika ya Mashariki kutwaa tuzo hiyo. Katika ugawaji wa tuzo hizo uliofanyika jijini Abuja, Nigeria, tarehe 7 Januari 2016, Samata alikusanya jumla ya alama 127 akimzidi mchezaji mwenzake Robert Kidaiba, mlinda mlango wa TP Mazembe na timu ya taifa ya DRC Congo, aliyepata alama 88. Baghdad, raia wa Algeria, aliyeshika nafasi ya 3 akiwa na alama 63. Katika mchezo dhidi ya Magharibi Tetiwani ya Morocco, Samata alifunga magoli 3 kwa mpigo, hat-trick, yaliyofanya wasonge mbele hatua ya nusu fainali ya klabu bingwa Afrika. Magoli hayo yanakumbukwa sana katika historia ya klabu ya TP Mazembe. Muda mfupi baada ya kushinda tuzo ya mchezaji bora wa Afrika, alijiunga na klabu ya KRC Genk kwa mkataba wa miaka 4.5. Tarehe 23 Agosti 2018, Samata alifunga goli 3 kwa mpigo, hat-trick, dhidi ya Brøndby IF kwenye mashindano ya Ulaya maarufu kwa jina ya Europa League, waliofanikiwa kupata ushindi wa goli 5-2. Mei 2019 alishinda tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu ya Ubelgiji. Mnamo Januari 20, 2020, Samata alijiunga na klabu ya Aston Villa iliyoshiriki ligi kuu ya Uingereza kwa mkataba wa miaka 4.5. Uhamisho huu ulimfanya Samata kuwa mchezaji wa kwanza wa Kitanzania kucheza ligi kuu ya Uingereza. Mchezo wake wa kwanza alicheza siku 4 tu baada ya kusajiliwa dhidi ya Leicester City kwenye mzunguko wa pili wa mashindano ya Carabao, hatua ya nusu fainali. Waliibuka washindi kwa magoli 2-1. Kwa matokeo hayo, Villa walifika hatua ya fainali. Kwa mara ya kwanza, bendera yetu ilipeperuka juu kupitia miguu ya Samata. Samata alifunga goli lake la kwanza
mnamo Februari 1, 2020 walipocheza na Bournemouth, mchezo uliomalizika kwa Villa kushinda magoli 2-1. Goli hilo lilimfanya Samatta kuwa mchezaji wa kwanza kutoka nchini Tanzania kucheza na kufunga kwenye mashindano ya ligi ya Uingereza. Fenerbahce. Samatta alijiunga na klabu ya Fenerbahce ya nchini Uturuki tarehe 25 Septemba 2020 kwa mkopo hadi mwisho wa msimu. Ulipofika mwisho wa mkopo mnamo Julai 2021, Samatta alisaini mkataba wa miaka 4. Hii ilikuwa ni sehemu ya makubaliano ya uhamisho wake. Tarehe 1 Septemba 2021, Samatta alijiunga na Royal Antwerp ya nchini Ubelgiji kwa mkopo wa msimu mzima. Ilipofika tarehe 16 Agosti 2022, Samatta alirudi tena Genk kwa mkopo. Uhamisho huo ulikuwa na chaguo la Genk kumnunua. PAOK. Mnamo tarehe 17 Julai 2023, timu ya nchini Ugiriki PAOK ilitangaza kumsajili Samatta kwa mkataba wa miaka 2. Mkataba huo ulikuwa na nafasi ya kuongeza mwaka mmoja. Safari imefikia mwisho, lakini hadithi ya Samatta itaendelea kuishi katika kila kijana anayeota ndoto kubwa, katika kila mtaa unaoamini kuwa hakuna linaloshindikana. Huyu ni Samatta, si mchezaji tu, bali ni ishara ya ushindi wetu. Na hii ndio historia fupi ya Mbwana Ali Samatta. Ulikuwa nami Zeisha. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Nia X4J.